Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe jamani. Haleluya. Na kukaribisha katika kipindi yetu mchana wa leo. Jua kabisa ya kwamba ni siku tuna maombi. Muda wetu sio rafiki sana. Pendwa, ukweli kuna shughuli za kidunia zinatubana kwa kiasi fulani. Mungu atusaidie sana. Lakini wewe uliofika katika kipindi, Bwana na akubariki. Amen. Amen. Kwa sababu siku yenyewe ni ya maombi, napenda tukajifunze somo kwa habari ya maombi. Maombi. Tukajifunze kidogo kwa habari ya maombi. Maombi ya aina 7 yenye majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka kuzungumza juu ya maombi ya aina 7 yenye majibu. Bwana atusaidie sana. Mungu akitupa siku nyingine njema, tutajifunza pia maombi yasiyo na majibu ya aina 4. Bwana atusaidie sana. Lakini kwa leo tujifunze maombi yenye majibu. Wapendwa, huwa si kila maombi yana majibu, lakini kuna maombi yenye majibu. Na ndio tunakwenda kujifunza mchana wa leo ama jioni ya leo, hayo maombi yenye majibu. Ombi la kwanza yenye majibu ni maombi ya imani. Ni ombi la kwanza. Maombi yako yajibiwe, ni lazima uombe kwa imani. Ombi la kwanza. Lakini ombi la pili ni maombi ya shukurani. Shukurani ni maombi. Kuna majibu mengine yanatokea wakati unampa Mungu shukurani. Lakini maombi pia ya tatu ni maombi ya sifa. Kuna majibu yanapatikana katika sifa. Wakati unamsifu Mungu kwa uaminifu, kuna maombi ama kuna majibu yanajibiwa katika sifa. Kwani Mungu wetu ameketi juu ya nini jamani? Ya sifa. Lakini ombi la 4, maombi ya kuabudu. Bwana asifiwe sana. Maombi ya kuabudu. Mara nyingi tunafikiri kuabudu ni nini? Kwamba ukweli ni kwamba kuabudu ni Mungu wetu, yani ni kumwabudu Mungu, kwamba hakuna Mungu kama wewe, si ndio jamani? Lakini si kwa maana ya kuimba kwamba hakuna Mungu kama wewe, lakini katika moyo wako uwe na uhakika ya kwamba hauna kitu, hauna ibada nyingine ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ya kuabudu. Bwana atusaidie sana, kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni yeye. Kwa hivyo chochote ikitokea, Bwana Yesu atusaidie sana, hakuna mwingine, ni yeye. Lakini ombi la 5 ambalo tunakwenda pia kuangalia jioni ya leo ni maombi ya kuugua. Mtu wakati unaugua, labda kwa ajili ya wakati mgumu unayepitia, kuna majibu Mungu anatoa wakati mtu anaugua. Hata Biblia inatuambia wazi, na tutaona baadaye kwamba Roho Mtakatifu mwenyewe huugua kwa ajili yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna maombi pia ya kuugua, nayo tutaangalia. Lakini ombi la 6, maombi ya kulia na kuomboleza. Tutaona pia kwamba kuna aina ya maombi ya kulia na kuomboleza. Bwana asifiwe sana. Lakini ombi la 7, ambaye ndio leo tutamalizia hapo, ombi la 7, maombi ya toba na rehema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna saa nyingine usipoingia katika toba na rehema, kuna vitu haviendi. Mungu atusaidie sana, sababu kuna vitu vingine vimefungwa, labda kwa makosa yako, labda kwa makosa ya watu wako, labda kwa makosa ya wengine walioko juu yako. Bwana Yesu atusaidie sana, na lazima uingie pia maombi ya toba na rehema. Amen.
Haya ndio aina ya maombi ambayo tutajaribu kukimbia. Kadri Mungu atakavyotusaidia, tutaona mahali tutafikia. Mungu atusaidie sana. Amen. Nianze na maombi ya imani. Ndio namba 1, maombi ya imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ya imani. Ni lazima uwe na imani wakati unamuomba Mungu. Uwe na imani wakati unahitaji kitu kutoka kwa Mungu. Haijalishi mambo yameharibika kwa kiasi gani, lakini imani ni kitu cha maana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwani kwa mwenye imani hakuna jambo lisilowezekana kwake yeye aaminie. Ukishakuwa ni mtu mwenye imani, hakuna kwako kitu ambacho inakuwa haiwezekani. Kila kitu kwako inafanya nini jamani? Inawezekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutaangalia kwa habari ya maombi ya imani, tutamwangalia dada mmoja anaitwa Martha. Bwana atusaidie sana. Dada yake na Lazaro alimlalamikia Yesu alipokuja kwake kwa Lazaro. Yesu aliwaambia ondoeni jiwe. Yeye alisema alinuka, aliharibika. Bwana atusaidie sana. Yesu ungekuwepo ndugu yetu asingekufa. Yesu ungekuwepo ndugu yetu asingepatwa na jambo. Lakini tunamuona Yesu anamwambia we amini. We fanya nini jamani? Amini. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo wakati unaamini, haijalishi mambo yameharibika, haijalishi mambo yameoza kwa kiasi gani, haijalishi mambo yameharibika hayashikiki kabisa, lakini wakati unaamini, imani inafinyanga mambo yaliyoharibika yanatokea tena. Bwana atusaidie sana. Tutaangalia kitabu cha Yohana mlango wa 11 mstari wa 39 hadi mstari wa 40. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, ndio, Bwana amenuka sasa. Maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, ndio, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona Yesu anamwambia Martha, kwani mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa nani jamani? Wa Mungu. Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Yaani wakati unaamini, haijalishi mambo yameharibika kwa kiasi gani, lakini wakati unaamini, utukufu wa Mungu unatokea. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Utukufu wa Mungu unatokea. Lakini tuangalie pia mama aliyotokwa na damu kwa miaka 12. Bwana atusaidie sana. Mama aliyotokwa na damu kwa miaka 12 tunapata katika kitabu cha Mathayo mlango wake wa 9. Mathayo mlango wa 9 mstari wa 20 hadi 22. Mathayo 9. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 ndio alikuja kwa nyuma na kugusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, ipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona mama huyu, yeye aliamini kabisa ya kwamba si hata mpaka Yesu aniombe, nikigusa tu pindo la vazi la nani jamani? La Yesu, ugonjwa wangu unakoma. Amen. 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 Kanisa tuko pamoja. Mbona mmekuwa kama baridi? Bwana atusaidie sana. Amen. Yesu atusaidie sana. Usipoe kwa Yesu. Amen. Amen. Hata kama mambo yameharibika kiasi gani, wewe muamini Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Yule mama akasema, nikigusa tu pindo la vazi lake. Bwana asifiwe sana. Nikigusa tu pindo la vazi lake, anasema ugonjwa wangu utapona. Bwana atusaidie sana. Na aligusa, na Yesu alimwambia, imani yako imekuponya. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo wakati tunamwendea Yesu kumwomba jambo lolote, chochote unachohitaji, ni sharti namba 1 uwe ni mtu wa imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Naamini kwa Yesu yote yanawezekana.
Bwana atusaidie sana. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani. Wakati mwingine kuna haja ya kuja mbele za Mungu. Una mahitaji ulionayo, aidha ya kifamilia, aidha ya chochote, aidha ya taifa, aidha ya kazi yako, yoyote ulionayo. Wakati mwingine, wacha nikwambie, Mungu anajua hayo. Bwana atusaidie sana. Wakati mwingine unaweza tukafika mbele za Mungu ukamwabudu yeye. Bwana Yesu atusaidie, kanisa la Bwana. Amen. Amen. Ukamshukuru yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ya shukrani, ukamshukuru yeye. Yesu atusaidie sana. Sasa ni ngumu, si ni ngumu? Bwana Yesu atusaidie sana. Samahani, hiyo ombi nimekuambia ni la nini? Shukrani. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani unakuja mbele za Mungu, umelala njaa, unakuja mbele za Mungu. Bwana atusaidie sana. Umepigwa na mume, unakuja mbele za Mungu. Bwana atusaidie sana. Umekataliwa na mke, unakuja mbele za Mungu. Watoto wamelala njaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Alafu unakuja unamshukuru. Bwana Yesu atusaidie sana. Unamshukuru. Mungu atusaidie sana. Wakati unamshukuru, mambo yako yaliyoharibika Mungu anayatengeneza. Bwana atusaidie sana. Na kanisa hatuna shukrani. Mungu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Amen. Kuna maombi mengine na kufundisha aina hii 7 ya maombi ili uone mwenyewe ni aina ipi ya maombi kati ya hizi unaweza ukadaka na ukafanyia kazi katika maisha yako. Bwana atusaidie, kanisa la Bwana. Kwani kuna watu wamejibiwa kwa imani. Bwana atusaidie sana. Lakini pia kuna watu waliojibiwa kwa kumshukuru Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo ni aina ya maombi kwamba wakati unamshukuru Mungu kuna mambo yanaachiliwa na Mungu. Bwana atusaidie sana. Wakati unamshukuru Mungu kwa chakula kidogo, Bwana atusaidie sana, chakula inaongezeka. Nilishakuambia tena, shukurani ina tabia ya kuongeza. Bwana atusaidie sana. Amen. Unaweza ukawa na nusu unga ama robo unga. Bwana atusaidie sana. Ukampa mtu akakushukuru yule mtu, ukasikia umuongezee tena kwa kule kukushukuru sana. Bwana atusaidie sana. Huyu mtu tu ni kidogo lakini ameshukuru. Je, ningempa kingi ingekuwaje, si ndio? Amen. Amen. Kwa hiyo kuna maombi mengine ya shukrani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Soma kitabu cha Yohana 11 mstari wake wa 41 hadi 45. Tunaona maombi ya Yesu kaburini kwa Lazaro. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ya Yesu kaburini kwa Lazaro. Alishukuru na baada ya kushukuru aliita Lazaro, njoo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mara nyingi unasubiri ushike ndio ushukuru, si ndio? Lakini Yesu hajashika akamshukuru Baba. Bwana atusaidie sana. Kuna mambo mengine unakwenda mbele za Mungu. Amen. Unakwenda mbele za Mungu ukiwa na shida, ukiwa na uhitaji. Baba, nakushukuru maana najua hitaji langu hili leo litapata majibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Baba, nakushukuru maana njaa ambayo imekuwa ikinitesa mwaka huu ni mwisho wa njaa yangu. Bwana atusaidie, kanisa la Bwana. Bwana, nakushukuru maana mateso ninayepitia leo ni mwisho. Bwana asifiwe, kanisa la Bwana. Yaani unashukuru ukiwa ndani ya tatizo. Bwana atusaidie, kanisa la Bwana. Amen. Nisomee hiyo kitabu. Soma hiyo kitabu. Basi wakaiondoa ile jioni, Yesu akainua macho yake juu. Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Baba, nakushukuru kwa kuwa Yesu atusaidie sana. Umenisikia. Mungu atusaidie, kanisa la Bwana. Saa hiyo Lazaro yuko kaburini. Mungu atuponye sana. Saa hiyo Lazaro yuko ndani ya kaburi, lakini Yesu ana uhakika. Anasema anayenijia ni sharti aniamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hivyo Yesu alimjia baba yake akiamini ya kwamba amekwisha mjibu. Mungu atuponye sana. Amen. Baba, nakushukuru kwa kuwa umefanyaje? Umenisikia. Nami najua ya kwamba wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria na nisema haya ili wapate kusadiki kwamba niwe uliyenituma.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaishia hapo. Baba, nakushukuru kwa sababu umenisikia. Si ndio jamani Yesu atusaidie sana. Yaani ndio saa hiyo umefunga safari, umetoka nyumbani kwako, unakwenda mlimani, unakwenda kanisani, kwenda unahitaji lako unalompelekea Mungu. Yaani wakati tu mara tu unapofika mahali pale pa kupaswa kuombea yale mahitaji yako, yani unamshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivi tunakwenda pamoja kanisa la Mungu. Amen. Mungu atusaidie sana. Sio unasubiri ujibiwe ndio uje ushukuru. Yaani si unaamini Mungu anafanya, si ndio? Bwana Yesu atusaidie sana. Baba, nakushukuru. Tena Yesu anasema kwa kuwa siku zote wanisikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Amen. 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 Ni aina ya maombi. Kwamba kuna maombi mengine wakati tu unamshukuru Mungu kwa mahitaji yako ulionayo, wakati unamshukuru Mungu, majibu Mungu anatoa. Amina. Amen. Amen. Lakini pia tuangalie kwenye kitabu cha Mathayo 15 mstari ule wa 40, mstari wa 34 hadi 37. Tutaona pia Yesu kwa mara nyingine tena akimshukuru Mungu kwa ajili ya mikate michache na samaki wachache. Bwana asifiwe sana. Mikate michache na samaki wachache. Anamshukuru Mungu, na alipomshukuru vile vitu viliongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukrani inaongeza ulichonacho. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Una rumu moja, mshukuru Mungu. Mungu atakuongezea rumu ya pili. Bwana atusaidie sana. Una robo unga. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Yaani una vikombe viwili. Amen. Una gari moja, mshukuru Mungu, atakuongezea la pili. Bwana Yesu atusaidie sana. Shukrani inaongeza. Twende. Yesu akawaambia, nayo mikate mingapi? Wakasema, ndio 7. Na samaki michache. Akawaagiza mkutano waketi chini. Akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki. Akashukuru, akavimega. Akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Yaani tunamuona Yesu kila kitu anachofanya, anafanya kwa imani. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Anafanya kwa kumwamini Mungu, kwa kumwamini baba yake kwamba anamsikia siku zote. Bwana atusaidie sana. Amen. Wala Yesu hakusubiri mikate zionekane zimejaa ile makapu yote, ama zionekane zinatosheleza mikutano, alafu ndiye akalisha mikutano. Kwa kumwamini Mungu alikalisha makutano. Bwana Yesu atusaidie sana. Mna mikate mingapi? 7 na samaki wachache. Akasema ketisheni makutano. Bwana atusaidie sana. Watu wakae. Alafu akasema leteni ile mikate. Na alipopewa, Biblia ikaniambia akamshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamshukuru. Amen. Akamshukuru. Na aliposhukuru tu, amen, Biblia kaniambiaje? Akamega mkate. Tunakwenda pamoja Akawaambia wanafunzi, wapeni makutano. Wapeni watu wale. Umefika mstari wa ngapi? Wa 36. Tende mpaka 37. Wakana wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate makanda 7 yamejaa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi nyuma kidogo, utaona hawa wanafunzi walikuwa wanamwambia Yesu watawanyishe makutano waende mjini wakatafute chakula, si ndio? Kwani hatuna chakula cha kuwatosha watu hawa. Si ni kweli? Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Yesu anasema wakalisheni wale. Bwana Yesu atusaidie sana. Mna nini? Hicho ulicho nacho. Ukiamua kumtumikia nayo Mungu ulicho nacho. Bwana Yesu atusaidie sana. Mshukuru Mungu kwa ulicho nacho. Amen.
Una biashara ndogo, unahitaji iwe kubwa. Mshukuru Mungu kwa hiyo ndogo. Bwana Yesu atusaidie sana. Shukurani inaongeza duka lako. Amen. Shukurani inaongeza biashara yako. Shukurani inaongeza watoto wako. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Una amani kidogo, shukuru Mungu, amani yako itaongezeka. Bwana nakushukuru kwa amani ndogo nilionayo leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Umecheka, Baba nakushukuru maana leo nimecheka. Mungu atusaidie sana. Amen. Bwana atuponye kanisa la Bwana. Shukurani inaongeza. Amen. Hiyo ni ombi la pili. Bwana Yesu atusaidie sana. Ama aina ya maombi ya pili. Ombi la tatu. Aina ya maombi. Ombi lingine la tatu. Bwana atusaidie sana. Sifa. Tunakwenda pamoja? Sifa. Mwambie jirani sifa. Mwambie jirani sifa. Una shida, Bwana atusaidie sana, inayokuumiza, inayokutesa, inayokugandamiza, una ugonjwa uliokung'ang'ania, una mambo yamekusonga. Ukimuimbia Mungu sifa, Mungu wetu huketi juu ya nini jamani? Juu ya sifa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kwa kuwa ameketi juu ya sifa, wakati tu unamsifu, kuna vifungo vinafunguka. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo anaachia katika nini jamani? Katika sifa. Soma Zaburi 22 mstari wa 3 inasemaje? Sifa Bwana ni nzuri. Amen. Ni aina ya maombi. Kuna wakati mwingine tu umsifu Mungu. Una shida inayokusumbua, wakati unamsifu tu Mungu ile shida inafanya ni jamani. Hebu soma Zaburi 22 mstari wake wa 3. Hata hivyo umesimikwa katika kiti cha enzi kama mtakatifu. Wewe ni sifa ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesimikwa katika kiti kama mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe ni sifa ya Israeli. Bwana Yesu atusaidie sana. Israeli wanapomsifu Mungu, mtu aliyomwamini anapomsifu Mungu, Bwana Yesu atusaidie sana, Mungu anashuka kushughulika na mahitaji yake. Bwana atusaidie sana. Mungu anashuka kupigana na maadui wanaokutesa. So angalia habari ya amani. Angalia mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 20 mstari wa 19 hadi ule wa 25. Nyakati wa pili mlango wa 20 mstari wake wa 19 hadi wa 25. Bwana atuponye sana. Kuna mtu mmoja anaitwa Yehoshafat. Bwana Yesu atusaidie sana. Huyu mtu anaitwa Yehoshafat. Amen. Kanisa tuko pamoja. Huyu mtu, amen, huyu mfalme wa Israeli aliwapanga taifa la Israeli. Bwana Yesu atusaidie sana. Aliwapanga kumsifu Bwana katika uzuri na utakatifu. Na wakati wanamsifu Bwana, kulikuwepo kuna vita kati ya Israeli na mataifa mengine. Lakini wakati Israeli wanamsifu Bwana, na kwa kuwa Bwana ni sifa wa Israeli, Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Bwana alishuka, wao wanamsifu Bwana katika uzuri na utakatifu. Wakati wanamsifu Bwana, maadui kule wenyewe wakapigana. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Ni sifa tu ilitosha kumaliza maadui wa Israeli. Soma hiyo kitabu. Nasoma katika jina la Bwana. Amen. Na Walawi na wana wa Kohathi Ndio. na wana wa Kohai wa Korai wakasimama ili wamsifu Bwana. Wakasimama ili wamsifu Bwana. Hebu ngoja nikuulize mtumishi wa Bwana. Saa hiyo ni maadui wamejipanga. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ajili yako. Badala useme nitafute bunduki, nitafute hiki, silaha za aina mbalimbali, tunaona silaha waliotumia ni silaha ya sifa. Akasema wakajipanga kumsifu nani jamani? Kumsifu Bwana. Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika
Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, ndio, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. ndio, Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, shukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akawaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wana wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu waliowaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu wenziwe. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vita vimepigwana, tuna sifa. Imepigwana na nini jamani? Hayo maombi tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni sifa tu. Ni nini? Sifa. Kwa nazungumza aina ya maombi 7 yenye majibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sifa ni silaha, lakini sifa ni aina ya maombi. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Amen. Na ngoja nikuonyeshe tena kwa habari ya mtumishi anaitwa Paulo na Sila, si ndio? Paulo na Sila kwenye kitabu ya Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25 na wa 26. Bwana Yesu atusaidie sana. Waliwekwa gerezani, wakafungwa gerezani. Bwana atusaidie sana. Lakini wao badala ya kuhuzunika na kufikiri juu ya gereza, waliamka na kumsifu Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Waliamka na kumsifu nini jamani? Bwana. Na walipomsifu Bwana, Biblia inaniambia misingi ya gereza ikatikisika. Bwana Yesu atusaidie sana. Misingi ya gereza ikatikisika na milango ya gereza ikawa wazi. Bwana atuponye kanisa la Bwana. Amen. Hebu tusome Matendo ya Mitume 16:25 hadi 26. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumfanyaje jamani? Kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Ndio. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikaregezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vifungo sio ya Sila tu na Paulo. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Yaani ya wote waliokuwepo ndani ya ile gereza. Paulo tu na Sila alipomsifu Mungu, vifungo vya wote, Bwana Yesu atusaidie sana, vikafunguka. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Bwana. Kwa hivyo naona sifa ni kitu njema mbele za Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana, kwani Mungu wetu ameketi juu ya nini jamani? Juu ya sifa. Amen. Yesu mwenyewe anazungumza, anasema nikiinuliwa nitawavuta wote waje kwangu. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Kwa hivyo sifa. Kuna saa nyingine adui anakugandamiza. Unataka kumsifu Bwana, unashindwa kumsifu Bwana. Mpaka unaimba wimbo inasemaje? Tutaimbaje wimbo wa sifa wakati tuko ugenini? Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Hapana, lakini kuna saa inahitajika uimbe ugenini. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Wimbo wa sifa. Bwana atusaidie sana. Na Paulo na Sila walipoimba wakiwa gerezani, Biblia ikaniambia milango ya gereza ikafanya nini jamani? Ikafunguka. Yaani aina ya maombi ya 3, si ndio jamani? Amen. Maombi ya 4, najaribu kukimbia kwa ajili ya muda. Maombi ya 4, maombi ya kuabudu. Bwana Yesu atusaidie sana.
Kuabudu. Kuabudu. Ambie jirani kuabudu. Kuabudu. Amen. Jambo lako limetokea na jambo la Mungu limetokea. Unatanguliza ipi? Mungu atusaidie sana. Jambo lako limetokea na jambo la Mungu limetokea. Unatanguliza ipi? Mungu atusaidie sana. Na zote zinahitajika zifanyike. Utatanguliza ipi? Kanisa, Bwana atusaidie sana. Amen. Unajua kazi utakayotanguliza, nataka nikuambie ukweli, hiyo ndio ibada unayoabudu. Mungu atusaidie sana. Tunakwenda pamoja Hiyo ndio ibada. Tunakwenda pamoja. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Kuabudu sio tu kusimama na kuimba, lakini hakika ni kwamba katika moyo wangu sina Mungu mwingine. Mungu atusaidie sana. Yaani wewe ukisimama, Mungu akisimama na kitu nyingine chochote, ni wewe Mungu na kuchagua. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Hivi tunakwenda pamoja. Hii ndio maana ya kuabudu, kwamba hakuna mwingine katika moyo wangu. Hakuna mwingine katika kazi zangu. Hata kazi zikitokea wakati nina semina, amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata nini itokee. Si tunamuona na Mwalimu Christopher Mwakasege, mara ngapi mauti imempata watu wake akiwa anaendelea na ibada. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuacha ibada. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Hakuacha nini jamani? Ibada. Yaani mtoto wake amefariki, lakini wakati huo anasimamishi nini jamani? Ibada. Bwana atusaidie sana. Kwa nini? Ibada ni zaidi ya huyo mtoto wako. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Ndio maana hata Abrahamu alipokuwa na mtoto wa pekee Isaki, Yesu atusaidie sana, na Bwana akamhitaji, ilimlazimu kwamba ibada na Mungu wangu ni bora zaidi kuliko Isaka. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Hiyo ndio maana ya ibada. Leo tunawashangaa Wakristo wengi, ni rahisi sana. Wakristo wengi tulionao ni rahisi sana ibada yao ikaingiliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na baadaye ukijaribu kuangalia hata iliyomuingilia, alete hata 10,000. Sio hata 10,000 imeingilia hiyo ibada. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Hivi tunakwenda pamoja. Yaani 10,000 ama 5,000 imekufanya uache ibada. Yaani imekufanya usikae mbele za Mungu kufanya ibada na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwani njia pekee ya kushirikiana na Mungu ni katika ibada. Bwana Yesu atusaidie sana. Njia ya kushirikiana na Mungu ni katika nini jamani? Ibada. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Lakini wengi wanaacha ibada kwa ajili ya kazi. Na nimewaona wengine wengi wakiwa hawana kazi watakuja ibadani. Mungu atusaidie sana. Hii ndio shida na aina ya kanisa tulionayo. Wakiwa hawana kazi, kuna saa unafikiri unasema sijui Mungu wabaki bila kazi ili waje ibadani. Bwana Yesu atuponye kanisa la Bwana. Kwani wakiwa tuna kazi, wanapata sababu za kutosha kwamba kazi zinatuzuia tusije wapi? Ibadani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwani hiyo kazi imekuwa ibada? Kwa nini hiyo kazi ichukue sehemu ya ibada? Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Kuabudu ni kumpa Mungu ibada peke yake. Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 7. Ibada peke yake. Na ndio maana wakati mwingine Daniel, Bwana Yesu atusaidie sana, ilipofika saa ya kuabudu, alifunga ofisi na akaenda kumwabudu nani jamani? Mungu. Ofisi nisubiri nikamwabudu nani? Bwana atusaidie. Amen. Kanisa hawataki hilo. Yesu atusaidie sana. Amen. Soma Kumbukumbu la Torati 5 mstari wake wa 7. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila nani jamani? Mimi. Unajua usipokuwa makini kazi yako inaweza kasimama badala ya miungu. Mungu atusaidie sana. Tunakwenda pamoja Usipokuwa makini shughuli zako zinasimama badala ya nani jamani? Inakuwa ni sanamu ya kuabudu. Kwamba siwezi kwenda ibadani nikaacha kazi yangu ikaharibika, sijui ikafanyaje. Yaani unaipa kipaumbele sana kuliko ibada yako na nani jamani? Na Mungu. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Kwa hivyo ibada nyingine ya muhimu yenye majibu ni ibada
ya kuabudu. Bwana Yesu atusaidie sana. Pata ushirika na Mungu. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Pata ushirika na Mungu. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Soma kitabu cha Hosea 13 mstari wa kwanza na wa 4. Hosea 13 mstari wa kwanza na wa 4. Hosea 13 mstari wake wa kwanza. Alafu Efraimu aliponena palikuwa na tetemeko, alijitukuza katika Israeli. Lakini alipokosa katika Baali alikufa. Alipokosa katika nini jamani? Akafanyaje jamani? Alikufa. Mstari wa 13, mstari wa samahani, mstari wa 3 wa 4. Lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Anasema mimi ni Mungu wako tangu nchi ya wapi jamani? Ya Misri mpaka hivi sasa. Tena anamwambiaje? Na hautamjua Mungu mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Hutaabudu kitu nyingine. Mungu atusaidie sana. Usisubutu. Tunaona huyu jamaa aliabudu Mungu mwingine akafanyaje jamani? Akafa. Watu wengi leo tunayo waliokufa kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapokuwa na ibada, watu wa ibada ya Jumapili tu, ibada ya Jumapili tu, hawa watu usifikiri ni salama. Katika roho zao wamefanya nini jamani? Wamekufa. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Kwa nini? Mungu si wa Jumapili tu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Amen. Ulipo unamwabudu Bwana, ulipo mahali yote yaliyozungumzwa mahali unapomwabudu Bwana kwamba tuna ibada za taratibu hii, heshimu. Bwana atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie kanisa la Mungu. Amen. Kwa nini? Yaani unapokuwa uheshimu, tafsiri yake ni kwamba kuna nyingine unayeheshimu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tunakwenda pamoja Unapokuwa uonekani ibadani, tafsiri nyingine ni kwamba kuna ibada siku hiyo ulienda. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Tunakwenda pamoja Unapokuwa uonekani, mtumishi wa Bwana siku moja aliniambia Sam kwamba alimuona mtu mmoja, yawezekana ni beti, weka beti. Bwana atusaidie sana. Amen. Ambaye ni mtu mkubwa wa TAKUKURU. Bwana atusaidie sana. Amen. Na nikapendezwa na ushuhuda wake kwamba ofisi yake ya TAKUKURU inapofika saa ya kwenda kwenye kumwabudu Mungu anafunga ofisi. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Anafunga ibada, anakwenda kumwabudu nani? Mungu. Yesu atusaidie sana. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 29. Kumbukumbu la Torati 32 29. Laiti wangekuwa na hekima wafahamu hili na kutambua kwamba mwisho wao utakuwa nini. Mtu mmoja angewezaje kufukuza 1,000 au wawili kufukuza 10,000 kama si kwamba mwamba wao amewauza, kama si kwamba Bwana amewaacha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema light wangefikiri na kujua hivi mtu mmoja anawezaje kufukuza. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu mmoja anawezaje kufukuza watu 1,000? Bwana atusaidie sana. Kama si Mungu yuko na yule mtu, si ndio? Amen. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Yawezekanaje kazi ambayo ingefanyika na watu 30, watu 1,000, mtu mmoja akatokea akafanya? Anasema kama si Mungu yupo. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Mungu atusaidie. Kwa hivyo turuhusiwe, ni vizuri kumpa huyo ibada inayostahili. Amen. Huyo anayekufanya ufukuze maadui 1,000, mtu huyu
mmoja. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Lakini pia tuangalie kitabu cha Zekaria. Kitabu cha Zekaria 13 mstari wake wa kwanza hadi wa 5. Zekaria kumi na tatu mstari wa kwanza hadi wa 5. Ndio 13 mstari wa kwanza hadi wa 5. Soma katika jina la Bwana. Amen. Katika siku hiyo watu wa nyumba ya Daudi Ndio. na wenyeji wa Yerusalemu Ndio. watafunguliwa chemichemi kwa dhambi na kwa unajisi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kisha itakuwa katika siku hiyo, asema Bwana wa majeshi, Ndio. nitakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi. Nitakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi. Yasikumbuke tena. Yasikumbukwe tena. Pia nitawafukuza manabii na roho ya uchafu watoke katika nchi. Anasema tena nitawafukuza manabii na roho ya uchafu itoke katika nini jamani? Katika nchi. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakapotoa unabii, basi baba yake na mama yake waliomzaa watamwambia, hutaishi, maana unanena maneno ya uongo kwa jina la Bwana. Tena yoyote atakayetoa maneno ya unabii, Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema mama yake na baba yake wawe wa kwanza kumkataa. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Na baba yake na mama yake waliomzaa watamtumbua atoapo unabii. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba manabii kila mmoja wao atayaonea haya maono yake atoapo unabii. Ndio. Wala hawatavaa joo ya nywele ili kudanganya watu. Bali atasema, mimi si nabii kamwe. Mimi ni mkulima wa nchi, kwa maana nalifanywa mtumwa tokea ujana wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee mstari wa kwanza kwenye Biblia ile ya Daniel. Hebu nisomee mstari wa kwanza wa hiyo Zekaria. Zekaria 13 mstari wa kwanza. Bwana atusaidie sana. Katika siku hiyo chemichemi itafunguliwa kwa nyumba ya Daudi, na wakazi wa Yerusalemu watakasa dhambi na unajisi. Watakasa dhambi na unajisi. Kutakasa dhambi na unajisi. Katika siku hiyo nitakatilia mbali majina ya sanamu kutoka nchi. Na katika siku hiyo nitakatilia mbali majina ya sanamu. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Yaani chochote ambacho inaabudiwa nje na nani jamani? Na Mungu. Kwa nini? Ni Mungu pekee anastahili kufanyaje jamani? Kuabudiwa. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Ni Mungu pekee yake anayestahili kuabudiwa. Amen. Amen. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Kuna vitu vingi vinasimama katika maisha ya wana wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Angalia kazi yako unayefanya isiwe sanamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia biashara unazozifanya isiwe sanamu. Angalia elimu yako isisimame kuwa sanamu. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Maana Biblia inasemaje? Katika siku hiyo, ni siku hizi tulizo kwa sasa. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Tena anasema katika siku hizo. Anasema mnabii akisimama kutoa unabii, anasema mama yake na baba yake wawe wa kwanza kumkataa. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Kwamba unatoa unabii kwa jina la Bwana kwa uongo. Yesu atusaidie sana. Sasa unaweza ukatafakari, kwa nini neno la Mungu linasema hivi? Amen. Amen. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie sana. Unajua tuko kwenye agano lingine. Mungu atusaidie sana. Agano jipya Yesu amesimama kila mahali. Bwana atusaidie sana.
Amen. Nabii wa Agano Jipya ni Yesu, ni neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Kwa hivyo neno la Mungu ndilo tunatazama linazungumza nini kwa habari ya maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na si nabii anasema nini kwa habari ya maisha yangu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hivyo Mungu anastahili kuabudiwa. Bwana atusaidie sana. Angalia neno la Mungu nini inasema kwa habari ya maisha yako. Kuna mtu mmoja anaitwa Kalebu. Bwana Yesu atusaidie. Biblia inaniambiaje? Alimwandama Mungu. Mungu atusaidie sana. Biblia inaniambiaje? Utimilifu wake ulikuwa ni mkubwa mbele za Mungu. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Hata alipoona maadui, hata alipoona majitu wakubwa wanayetishia maisha, yeye katika moyo wake hakuona shaka juu ya utendaji wa Mungu. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Hakuona shaka juu ya matendo ya Mungu. Hakusimamisha wale maadui ni sanamu. Unajua leo tuna maadui wengine wamesimama imekuwa ni sanamu tunaabudu. Mungu atusaidie sana. Mimi nina ugonjwa tu ambaye ni wa kwangu. Bwana atusaidie sana. Umasikini ni wa kwangu. Vita ni ya kwangu. Huzuni tu ni ya kwangu. Bwana atusaidie sana. Hapana, hiyo sanamu ni lazima ianguke kwa jina la nani jamani? Yes. Kwa jina la Yesu. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Ianguke. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mwingine anaitwa Zekaria. Tusingekuwa na muda kusoma, lakini unaweza kaangalia, andika Luka mlango wake wa kwanza mstari wa 5 hadi wa 13. Luka mlango wake wa kwanza mstari wa 5 hadi wa 13. Utakwenda kusoma kwa wakati wako. Alikutana na majibu akiwa anampa Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna majibu mengine wakati umezama katika ibada na Mungu. Mungu anakuletea nini jamani? Majibu. Bwana atusaidie sana. Wakati umezama, unaushirika na Mungu, unaogelea, unamwabudu, unamfurahia, kuna majibu mengine Mungu analeta. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Kwa hivyo wakati unakosa ibada ya kweli, wakati unakosa ibada na Mungu, kuna majibu unakosa. Bwana atusaidie sana. Kuna mengine unayakosa. Kwa nini? Katika ibada ni mahali pa kukutana na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Zekaria alitokea na Mungu na malaika katika ibada. Si ni kweli kanisa? Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi ni Gabrieli, nisimamaye siku zote, nimekuja nikupasha habari. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Mke wako atachukua mimba, atamzaa mwana na jina lake ataitwa Yohana. Bwana atusaidie sana. Na akampa sifa za yule mtoto zote. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lakini Biblia inaniambiaje? Akiwa katika zamu yake ya ibada. Bwana atusaidie sana. Zamu yake ya ibada. Mungu atusaidie sana. Makuhani walikuwa wanapeana zamu ya ibada. Amina. Wiki labda mwezi ni fulani, wiki ni nani. Zekaria alipokuwa akiendesha zile ibada, akiwa katika ibada, majibu ya Mungu yakamjia katika nini jamani? Katika ibada. Bwana Yesu atusaidie sana. Sedekia kaimba wimbo moja anasema katika ibada. Bwana Yesu atusaidie sana. Katika ibada. Katika ibada. Bwana atuponye sana. Kwa hivyo wakati usipuuze ibada. Ibada ina majibu yako. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Lakini lingine ni la ngapi tunaingia? Maombi ya kuugua. Bwana atusaidie sana. Maombi ya kuugua. Yesu aliugua sana. Alipofika kwenye kaburi la Lazaro. Bwana atusaidie sana. Amen. Amen. Yesu aliugua sana. Kabla hajafika mahali akamshukuru Mungu, akaita Lazaro akasema njoo. Biblia inaniambiaje? Aliugua sana. Na Mungu anaangalia maumivu ya mtu. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Mungu. Amen. Kwa hivyo kuna aina ya maombi mengine kwamba wakati unaugua, juu ya wakati unayepitia, ukawa na ibada na Mungu, ukawa na ushirika na Mungu, na huku unaugua unatafuta msaada wa Bwana, Bwana anatokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ya kuugua napatikana katika Yohana 11 mstari ule wa 38. Hebu nisomee. Yohana 11 mstari wa 38.
akiwa amefadhaika sana. Akiwa amefadhaika sana. Biblia nyingine inasemaje? Akiwa ameugua sana. Akafika penye kaburi. Hilo kaburi lilikuwa pango ambalo jiwe lilikuwa limewekwa. Ishia tu hapo. Yesu kwa mara nyingine akiwa ameugua sana, akiwa amefadhaika sana. Bwana Yesu atusaidie, kanisa la Bwana. Alifika kwenye kaburi. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie, kanisa la Bwana. Lakini sio Yesu tu. Kuna mama mmoja anaitwa Ana. Soma kitabu cha Samuel wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 16 na 17. Tunaona habari ya mama moja anayeitwa Ana ambaye amefadhaika sana kwa kukosa mtoto, ama ameugua sana kwa kukosa mtoto. Mungu atusaidie sana. Amen. Unajua kuna saa Mungu anaangalia huyu mtu ana ibada ya kuugua, huyu mtu hali anayepitia, mahali alipo, inamuumiza ama haimuumizi. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kama haikuumizi, Bwana anakuacha uendelee kuwepo. Mungu atusaidie, kanisa la Bwana. Sijui kama tunakwenda pamoja Amen. Yesu atusaidie sana. Yesu aliugua sana kwa kifo cha rafiki yake Lazaro. Bwana atusaidie sana. Na alipougua sana, Mungu aliangalia kuugua kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Ana akaugua sana, akalia sana kwa kukosa mtoto. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Bwana akaangalia kuugua kwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Hebu soma hiyo kitabu Samuel wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 16 na 17. Usimdhanie kazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu. Kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Bwana Yesu atusaidie, kanisa la Bwana. Yule mama aliugua kiasi kwamba alishindwa kufarijiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kanisa, Mungu atuponye sana. Yaani amekuwa na wakati, amekuwa na uhitaji kiasi kwamba ameugua, alifarijiwa na mume wake, alifarijiwa na watu wengine, lakini hakufarijika kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini? Maumivu yake yalikuwa makali sana, na Bwana aliona maumivu yake akampa mtumishi wa Mungu anayeitwa Samuel. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Baada ya Mungu kuona maumivu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pia kwenye kitabu cha Rumi, mlango ule Rumi mlango wa 8 mstari wa 26, hata Roho wa Mungu wakati anahitaji kutushughulikia, kutukomboa, ni lazima aumie. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima augue. Mwambie jirani, hata Mungu anaugua. Mungu atusaidie sana. Mungu anafanya nini jamani? Anaugua. Kuna saa Mungu anaona urithi wake, anaona watu wake, watu walioitwa kwa jina lake wanateseka, anaugua. Kilichomshusha Yesu kutoka mbinguni ni maumivu, aliugua. Bwana atusaidie sana. Amen. 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 Unajua wakati mwingine kama hujaugua, kama kuna maisha hujayachukia, uweze kuchukua hatua, maana hujachukia. Bwana Yesu atusaidie sana. Si ni kweli jamani? Roho mwenyewe wakati anashughulika kutuombea ni lazima augue. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima augue. Soma hiyo kitabu Warumi 8 mstari wa 26. Inasemaje? Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Ndio. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusipoweza kutamkwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho mwenyewe wa Mungu hutuombea kwa kuugua. Bwana atusaidie sana. Pale ambapo hatuwezi kutaja, hatuwezi kuongea, hatuwezi kuomba. Amen. Roho anasimama. Tena Biblia inasemaje? Kwa kuugua. Mungu atusaidie sana. Tusome kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 24 na wa 25.
Mungu alipowatoa wana wa Israeli Misri, hajawatoa tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kuna kitu Mungu aliangalia kwa wana wa Israeli. Biblia inaniambiaje? Mungu aliangalia kuugua kwao. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna saa nyingine maisha unayepitia kama haijafika mahali yakakuumiza, yakakufanya ugue, Mungu saa nyingine atokei. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunakwenda pamoja kanisa la Bwana. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo kuna saa lazima uugue kwa ajili ya familia yako kuwa na maisha bora, kwa ajili ya huduma yako kuwa bora. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ajili ya wewe kuwa Mkristo ambaye anatamanika, analaza mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama hujatamani, nafikiri itakuwaje? Hakuna kitu. Mungu atusaidie sana. Auugui kwamba unakosa ibada, huumii kwamba unakosa ibada, huumii kwa maisha ulionayo, unataka kufika mahali fulani. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Yesu atuponye. Hebu nisomee kitabu hiyo. Kitabu cha Kutoka mlango wake wa 2:24 hadi 25. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano baada ya kuona kusikia. Amen. Baada ya kuona kuugua kwao. Jamani, maisha ya Misri mpaka lini? Haya maumivu mpaka lini? Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Bwana, hii ndoa kuwa hivi mpaka lini? Bwana atusaidie sana. Maisha yangu magumu hivi mpaka lini? Bwana atusaidie sana. Kila kitu ikija kwangu inaponyoka mpaka lini? Bwana atusaidie sana. Wale watu wakaugua. Amen. Na walipougua tu, Biblia ikaniambiaje? Mungu akakumbuka agano lake na nani jamani? Na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina nyingine ya maombi ya kuugua. Amen. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Amen. Una maumivu, Bwana anaangalia maumivu. Ni aina ya vitu ambayo Mungu anaangalia. Bwana Yesu atusaidie sana. Umeumiaje kwa mahali ulipo? Wakati unayepitia inakuumizaje? Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na wakati vile inakuumiza, ndipo naye Mungu anatokea kwamba ni muokoe katika wakati huu unayemuumiza. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapenda pamoja. Lakini tuangalie kitabu cha Zaburi. Nimalizia hiyo kipengele cha maombi ya kuugua. Zaburi 12 mstari ni wa 5. Zaburi 12 mstari wa 5. Zaburi 12 mstari wake ni wa 5. Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji. Sasa nitasimama, asema Bwana. Nitamweka salama yeye anayemjua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kuonewa kwao. Amen. Na kwa ajili ya kuugua kwa yale uonevu. Bwana atusaidie sana. Sema mimi Bwana nitasimama. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Hivi tunakwenda pamoja la kanisa la Mungu. Mungu ataangalia maumivu. Mungu atusaidie sana. Mungu anaangalia uonevu. Na akiangalia uonevu, Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Akiangalia uonevu, anaangalia umeumizwaje na huo uonevu. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Ndipo Mungu anatokea, anasimama. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Tunakwenda sehemu nyingine. Maombi ya kulia na kuomboleza. Bwana atusaidie sana. Ni aina ya maombi ya 6. Ombi la 6, maombi ya kulia na kuomboleza. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nehemia alilia mbele za Mungu akaomboleza. Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Alipokuwa mnyweshaji wa divai katika nyumba ya mfalme, ndugu zake walikuja kumtembelea Nehemia, na Nehemia akauliza habari ya Yerusalemu. Bwana Yesu atusaidie sana. Maisha ya kule Yerusalemu yakoje? Nehemia alipewa kwamba maisha ya watu kule ni mbaya sana. Bwana atusaidie sana.
Watu wa kule waliobaki hawajaenda uhamishoni wanasema wanaishi maisha magumu sana, wana umaskini mkubwa sana. Mbaya kabisa, wanalala nje, malango ya manyumba yao yote yamefanywaje jamani? Yamechomolewa, yamechomwa moto. Mungu atusaidie sana. Ilimfanya Nehemia alie. Mungu atusaidie sana. Nehemia alilia. Amen. Nehemia ilimlazimu alie na kuomboleza kwa siku kadha wa kadha kwa ajili ya hilo. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Kwa ajili ya muda utaenda kuangalia Nehemia 1 mstari wake wa 1 hadi wa 5. Lakini pia kwa habari ya maombi ya kulia utaangalia pia Samuel wa kwanza kwa habari ya mama anayeitwa Ana. Samuel wa kwanza mlango wake wa 1 mstari wake wa 10. Soma hiyo. Maombi ya kulia. Samuel wa kwanza mlango wake wa 1 mstari wa 10. Oh, Yesu ni mzuri. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana akalia sana. Akamwomba Bwana akalia sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Bwana. Akamwomba Bwana akalia sana. Na Bwana akamjibu maombi. Amen. Bwana akamjibu maombi. Akampa Samuel. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Lakini sio yeye tu, tuangalie kitabu cha Yohana 11 mstari wa 35 hadi 36. Yohana 11. Yohana 11. Yesu mwenyewe alilia sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu mwenyewe alilia sana. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Yaani aliugua, na kule kuugua ikampelekea kulia sana. Na Bwana aliangalia kulia kwake. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Soma hiyo kitabu cha Yohana 11 mstari wake wa 35 hadi 36. Yesu akalia machozi. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi anavyompenda. Angalieni jinsi anavyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfungua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe liliwekwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona Yesu. Amen. Alilia pia, si ndio jamani? Bwana Yesu atusaidie sana. Alilia. Mungu atusaidie sana. Amen. 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 Ona muda gani ujalia mbele za Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na muda gani hata ujalia kweli ni muda mrefu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ukweli Mungu anapendezwa na kulia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Yesu mwenyewe aliugua kwa jambo la Lazaro na akalia sana. Watu wakasema angalia vile anavyompenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu atuponye kanisa la Bwana. Lakini maombi nyingine ambayo leo tutaishia siku hiyo leo hapo, maombi ya rehema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna maombi mengine, kuna mahitaji, kuna ugonjwa, kuna mengine tu unahitaji uombe rehema alafu kuna magonjwa yanapona. Bwana Yesu atusaidie sana. Si kuna mtu mmoja aliletewa Yesu, si ndio? Aliletewa Yesu amepoza. Biblia inasema alikuwa amepoza. Na walipomletea Yesu alimwambia dhambi zako zimesamehewa, si ndio? Dhambi zako. Alipoambiwa tu dhambi zako zimesamehewa, akaambiwa amka. Yule mtu akafanya ni jamani. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Kumbe kuna magonjwa mengine
Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaletewa kabisa na dhambi. Mungu atusaidie sana. Kabisa. Kuna maumivu, magonjwa mengine, hali nyingine ngumu tunapita kwa sababu tu ya dhambi. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo kuna saa nyingine lazima tufahamu haya maombi ili tujue nitumie gia gani. Leo niende na maombi ipi? Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Angalia kitabu cha Daniel. Angalia kitabu cha Daniel. Nisome kwa ajili ya hilo. Angalia kitabu pia cha Daniel. Daniel 9 mstari wa 14. Daniel 9 mstari wa 14 hadi wa 18. Daniel 9 14 hadi 18. Maombi ya rehema. Daniel aliomba maombi ya rehema. Bwana Yesu atusaidie sana. Aliangalia mapito Israel anayepitia, aliangalia maisha ya Israel na alichogundua Israel walichokosa, yani wako katika vifungo hivi, wako katika utumwa hii, si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna maisha mengine unakuwa nayo, si kwamba Mungu anataka uwe, lakini dhambi iliyokufunga imekupeleka mahali ambapo si salama. Bwana atusaidie sana. Tunakwenda pamoja Kwa hiyo si kila saa tu ni kuamuru ije. Hapana, kuna mahali unaangalia hivi mapito ninayepitia, wakati ninayepitia katika ndoa yangu, katika biashara zangu, katika kazi zangu, katika kampuni zangu, mahali ninapita. Je, Bwana Yesu atusaidie sana. Je, ni kweli ni mahali pa kukemea shetani? Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Ama ni mahali pa kuomba rehema? Mungu atusaidie kanisa la Mungu. Kwa sababu mahali pa kukemea ni mahali pengine, si ndio jamani Lakini mahali ambapo umefungwa kwa wewe kusababisha, Bwana atusaidie sana. Umekuwa pale kwa makosa yako, unataka rehema kwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwamba Bwana, hii dhambi, Bwana, mahali nilipo nimekuwepo kwa ajili ya makosa yangu. Mungu atusaidie sana. Na Bwana, ninalilia rehema yako. Naomba rehema zako zije juu yangu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Si kila mahali tu. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Si kila mahali tu. Hapana, kuna mahali pengine ulilie rehema kwamba kweli mimi ndio nimesababisha. Bwana asifiwe sana. Kwa naongea na kijana mmoja. Tena kijana wangu akawa ananipa kesi yake juu ya baiskeli yake. Nikamuuliza, mimi nataka unipe ukweli, na unajua ukweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Unajua ukweli. Umepata ajali, umeanguka. Hiyo ajali ni kweli ni watu wamekuangusha kama unavyosema, ama ni ulena wako kama ambavyo watu wanasema ni ulena? Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Ama ni nini imekupa hiyo shida? Wewe kuwa wazi. Bwana atusaidie sana. Na mimi sina shida, hata kama ni ulena imekuangusha ikakuumiza, haina shida. Mtu yoyote ambaye amefika mahali si lena alianza katika lena. Bwana atusaidie sana. Na mimi sisumbuliwi na ulena. Bwana atusaidie sana. Wala sikwambii sifanye hivi maana ni lena. Nenda ukajifunze. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Wote tumeanzia kwenye lena. Mimi wakati fulani nimekuwa lena, nikapewa gari na ndugu yangu. Bwana asifiwe sana. Na nilikuwa lena, nilisababisha ajali kubwa sana. Mungu atusaidie sana. Kabisa nilisababisha ajali kubwa sana maeneo ya Makuyuni. Mungu atusaidie. Ajali kubwa nilisababisha, lakini nilijua pia ni ulena, sehemu ya ulena, lakini si tu ulena, uzembe. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu nimeweza kunyeshea njia, nimeweza kushika breki mahali pa breki, lakini nikafanya uzembe. Bwana asifiwe sana. Nasikia usingizi, najilazimisha kukaza macho niendeshe nini? Nilitengeneza ajali uso kwa uso na fuso nikagongana nayo. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Tunakwenda pamoja wana wa Mungu. Sasa pale nini unahitaji kama si rehema? Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Kwa nini? Makosa ni wewe umesababisha. Amen. Wapendwa, katika maisha kuna mambo ambayo sisi ndio tumeyatengeneza. Bwana Yesu atusaidie sana. Na mambo ambayo umeyatengeneza yakawa magumu kwa wewe kutengeneza. Bwana Yesu atusaidie sana. Nini unahitaji ufanye? Ni kuomba rehema ufunguliwe pale. Amen. Ndicho Daniel alichofanya. Aliangalia Israeli wako utumwani. Bwana atusaidie sana. Na baadaye alichunguza neno, na Biblia ikaniambieje? Akagundua nabii Yeremia alitamka haya mambo, na hao watu walipuuza mambo ya nabii Yeremia, na walipopuuza wakafanya uzembe, wakajikuta wako utumwani. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen.
Amen. Na maisha mengine unayo, hata umeshauriwa ukakataa. Bwana atusaidie sana. Kabisa. Sasa ukikuta hapo, usimlaumu tena mtu. Amen. Pale lilia rehema kwa Bwana. Bwana atusaidie sana. Lilia rehema. Kuna makosa umesababisha mwenyewe kabisa. Sasa pale ukibaki kulaumu Mungu, anasema huyu mtu ni mjinga kabisa. Hapa anahitaji alilie rehema kutoka kwangu. Mwenye rehema ni mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana shetani akikunasa, hata kama unalia, shetani angaliagi machozi wala ajali machozi yako. Tena wakati mwingine machozi yako atamletea burudani. Mungu atusaidie sana. Kwamba anafurahi ameweza kukutesa kwa viwango gani. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Lakini yeye Mungu akiona machozi, amen. Yeye Mungu akiona vile unalia, na usilie kwa kumlaumu mtu, lia kwa kutaka rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba hapa simlaumu mke wangu, simlaumu mtoto wangu, simlaumu nani wangu, simlaumu najilaumu, maana mimi ndio nimefanya nini? Nimesababisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja niliendesha gari bwana, nikafikiri gari ina nguvu kubwa, na kweli ilikuwa ina nguvu kiasi fulani. Nikakuta korongo, magari mengi yamesimama, wanaogopa kuvuka maana maji ni mengi. Nikasema hiti dia yangu, ila iwanteni bwana ina nguvu, inapiga tu, inapita ng'ambo ya pili. Amen. Kumbe napima mambo kwa jambo ambalo jana sikujua maji yameharibu huko ndani ya maji kiasi gani, ndani ya mto kiasi gani. Nimeingiza gari imefika hivi mbele, nataka kunyanyuka hivi, ikashindwa. Kumbe kuna shimo imefanya nini? Imekata. Gari inarudi na maji ni mengi. Bwana atusaidie sana. Ili lazimu kufungua milango ili maji yawe yanapita tu kama nini? Kama daraja. Bwana atusaidie sana. Mpaka maji yakakatika. Na baada ya maji kukatika, ibidi nilivutwa. Mungu atusaidie sana. Msaada nyingine sasa ya kutolewa ndani ya ile maji, imebidi nivutwe. Lakini sasa hiyo unamlaumu nani? Bwana atusaidie sana. Nikiwa katika ile hali, huwezi amini. Nasema Mungu ni rehemu, maana hapa mimi ndio nimesababisha nini? Amen. Kuna maeneo mengine ni wewe mwenyewe umesababisha, lakini badala ya kutaka rehema kwa Mungu, unabaki unalaumu. Bwana atusaidie sana. Hebu nisomee mama. Daniel 9:14 hadi 18. Haleluya. Basi Bwana ameavizia mabaya yote akatuletea, maana Bwana Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo. Na sisi hatukuitii sauti yake. Na sasa Bwana Mungu wetu, uliyewatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatie sifa kama ilivyo leo. Tumefanya dhambi, tumetenda maovu. Bwana, sawasawa na haki yako yote, na kusihi hasira yako na ghadhabu yako zigeuzwe, na kuacha mji wako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu. Maana kwa sababu ya dhambi zetu na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanaotuzunguka. Basi sasa Bwana wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako na dua zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa kwa ajili ya Bwana. Ndio. Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie, fungua macho yako ukautazame ukiwa wetu na mji ule ulioitwa kwa jina lako. Maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu. Hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu. Amen. Umeona maombi ya huyu mtumishi? Hatukutolei maombi kwa sababu tuna haki. Amen. Unajua maombi ya haki unadai. Bwana atusaidie sana. Maombi ambayo hauna haki ni rehema. Bwana Yesu atusaidie sana. Unalia rehema maana hauna nini jamani?
Sina haki. Maana Daniel anaongea anasemaje? Umetutendea sawa sawa na haki yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Ama umetulipa sawa sawa na ilivyo tustahili, kwa sababu tumelikataa neno lako. Bwana Yesu atusaidie sana. Hivi tunakwenda pamoja. Kwa hivyo kuna jambo linakupata kwa sababu umelikataa neno la nani jamani? La Mungu. Mungu atusaidie sana. Na hilo likisha kukupata, likisha kushika, likisha kunasa, utoke pale, unahitaji maombi ya rehema. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa nini? Hauna haki, umepoteza haki. Bwana atusaidie sana. Amen. Daniel anasema atukutolei maombi haya kwa sababu tuna haki. Bwana Yesu atusaidie sana. Atukutolei maombi haya kwa sababu tuna haki. Hatutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Tunatoa maombi haya tukililia rehema zako nyingi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio? Bwana usikie, Bwana usamehe, Bwana usikilize, ukatende, usikawie kwa ajili yako wewe, Mungu wangu, kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana, kwa sababu tumeitwa kwa jina lako na tumekosea, Bwana atusaidie sana. Amen. Unajua maana ni nini anasemaje? Sisi Bwana tulikuwa ndani ya ulinzi wako, si ndio? Tulikuwa ndani ya mipaka yako. Bwana atusaidie sana. Na ulituchorea mipaka, fika hapa usifike hapa. Lakini sisi tumetoka nje ya nini jamani? Ya mipaka, tukapatwa na yaliyo tupata. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Lakini kwa sababu tunaitwa kwa jina lako, Bwana usikawie. Bwana tunalilia rehema. Tuone katika hili. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maombi aina saba. Bwana Yesu atusaidie sana, ambayo tumeweza kutazama kwa leo. Mungu atusaidie sana. Unaweza ukaangalia maisha yako mwenyewe. Unahitaji maombi yapi katika maisha yako? Wapendwa, ni vizuri mtu wakati mwingine ukaangalia maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ni vizuri ukajijua kabla mtu hajakujua. Bwana atusaidie sana. Ni mbaya sana mtu akakujua wewe bila kujijua. Mungu atusaidie sana. Mtu akikujua wakati wewe hujajijua, ni rahisi mtu kukuweka kwenye nafasi ambayo si ya kwako. Amen. Lakini unapokuwa umejijua, ni vigumu sana mtu kukuweka kwenye nafasi ambayo si yako, kwa maana unajijua. Amen. Amen. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Hii si haki yangu, hii ndio haki yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hii si nafasi yangu, hii ndio nafasi yangu. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Na shetani ananiletea hili, ananitamanisha na hili, anataka kuninasa, anataka kunishika, anirudishe utumwani. Bwana Yesu atusaidie sana. Si Biblia imesema, anasema anapeleleza uhuru wenu ili awanase, awarudishe tena kwenye nini jamani? Kwenye utumwa. Uhuru walionayo wana wa Israeli, uhuru walionayo watoto wa Mungu, walipelelezwa, wakashikwa, na baadaye wakajikuta wamenaswa, wamenyang'anywa uhuru. Mungu atusaidie kanisa la Mungu. Amen. Amen. Aina saba ya maombi yenye majibu tuliyoyatazama. Bwana atusaidie sana. Amen. Kwa kufikia hapo, niseme tumefika mwisho kwa leo. Amen. Tumefika mwisho kwa leo. Tumefika mwisho somo letu kwa leo.